seats. Unaweza keti sasa. Wonderful. Amen. You can now have your seats, brethren. Unaweza keti sasa. And make sure you are seated. Hakikisha umeketi. And make sure also you have your Bible. Hakikisha kwamba una Biblia yako. And you also have your notebook. Na pia una kitabu chako cha kunakili. Because there are great things that we are going to learn today. Maana kuna mambo ya muhimu tunaenda kusoma leo. Praise and worship, thank you very much. Today you've done wonders. Wapigie makofi mazuri. Kitu kizuri ni kizuri. Bwana asifiwe sana. Na mshikilie hapo. Washikilie wapi? Hata hizo nyimbo mumeimba leo, ikiwezekana imbeni hizo peke yake mpaka Yesu arudi. That's very powerful and very good. Hiyo ni ya muhimu sana na ni mzuri sana. And that is what I expect of you great people. Na hiyo ndiyo ninayotarajia kutoka kwenu. Keyboardist naona leo umeipiga, imeingia kabisa. Pigia keyboardist makofi mazuri. Wonderful. Ameifinya kufinya. Na imeingia vizuri. And I like that. So unaona hata leo hatujapoteza hata sekunde moja. Hakuna systematic. Just keep it up, lakini mkema sisifiwe. Waswahili wanasema ile msemo mwingine, si kweli? Very good. Bwana asifiwe sana. Amen. We are learning about something because we are graduating. Tunasoma kuhusu kitu maana tunahitimu. We are graduating. Tunahitimu From being members to disciples. Kutoka kwa kukua washirika tu kukua wanafunzi. We are graduating. Great people. We are graduating. Tunahitimu. We are graduating. Tunahitimu. Are you remaining behind? Utabaki nyuma. Because we are saying this. Maana tunasema hivi. We don't want just to be members. Hatutaki kuwa tu washirika. No. La. We want to be disciples of Christ Jesus. Tunataka tuwe wanafunzi wa Kristo. And it cannot just happen like that. Haiwezi fanyika tu hivyo. There are things we ought to know. Kuna vitu tunastahili kujua. And there are things we ought to do. Na kuna vitu tunastahili so that we can become better disciples of Christ Jesus. Ili tukae wanafunzi wazuri wa Yesu Kristo. And because I've taught a number of things. Maana amefunza vitu mingi. I don't want to move to my topic today. Leo hataki kusonga katika kipengele kingine. Without you proving to me that what I taught you got it right. Pasipo kuhakikisha kwamba kuna kile kitu ambacho alifundisha ulipata vizuri. So tell me, which subject are we talking about? Sasa mwambie tunaongelea kuhusu ujumbe gani? I will be asking this question until we end this topic. Atauliza swali hili hadi tutakapokamilisha ujumbe huu. Which topic are we speaking about? Tunazungumzia kuhusu nini? Yes, I can see our sister pale Charity. Tunaongelea masuala ya wafuasi, disciples. Thank you very much. Under which subtopic? Tena ni wewe. Nataka mwingine sasa. Nataka mwingine. Under a subtopic inasema nini? Yes. The reason why Jesus came. This is power. Yesu kuja. Na tumetandaza vitu vingi sana, si ndio? So umejua vitu vingi mno. So umejua? Nitajie sababu moja. Hii natarajia watu wote wao, sababu nimetaja sababu karibu 20. So hii natarajia watu wote wao wameinua mkono juu. Sasa watu wote inueni mkono juu mniambie. Unless kama huku kuwa usiinue, lakini kama umekuwa hizi Jumapili mbili inua mkono juu. Inua. Na hata kama utainua ndakuchagua suli. Inua mkono wako juu tu. Want us to be very fast. Moja? Yes. To bring light. To bring light. Kuleta mwanga. To the dark world. Katika Charity nimeona mkono. To do the will of God. That's powerful. Inua mkono Adono. To fulfill the law and the prophecies. Powerful. Mwingine tena. Naona tena Charity to save those who are lost, those who are in darkness. Tunaenda very fast. Bado tu Charity bado mkono iko juu. To bring a sword, powerful. Mwingine inua mkono juu. He came to preach gospel. To preach the gospel. He came to bring eternal life. Eternal life, kuleta eternal life. Bado niko kwako Charity ametaja vingi sana, mkono ikiwa juu nasema to adopt us ambao tulikuwa tumepotea katika dhambi. Mwingine tena, there are so many things nilikuwa nimetaja about 20. To receive worship. Mwingine tena. Sasa naweza endelea kwa sababu nimekumbuka kidogo. We can now proceed. Tunaweza endelea.
Now, brethren, Wapendwa, having known that, kwa kujua haya, there are things that we also ought to know. kuna vitu tunastahili pia And kujua. this one is very serious for us as Christians. Na hivi ni vya muhimu sana sana kwa sisi. And this is one of the greatest problems that Peter had. Na hili ndilo jambo kuu ambalo Petero alikuwa nalo. And he one day asked Jesus, Na hata wakati mmoja akamuuliza Yesu, but you have left everything. umeacha kila kitu? We were doing great work in fishing. Tulikuwa tunafanya kazi kuu katika Today we are not fishing. Leo hatuvui samaki. We are following you. Tunakufuata. We don't want to follow you blindly. Hatutaki kukufuata. What are we going to receive in return? Tunaenda kupata nini baadaye? This is Peter. Huyu ni Petero. He is asking Jesus, Anamuuliza Yesu, because I don't want to follow you in vain. maana sitaki kukufuata I bure. left my great job Nimewacha kazi yangu that was giving me some good iliyokuwa benefits. inanipatia Following you up. kukufuata wewe. What am I going to receive at the end of the day? Nitakapomaliza siku. That one's a very good question. Hilo ni swali mzuri. And this is a question that you need to ask yourself every day. Hili ni swali ambalo unastahili. Because when you are doing even a business, unapofanya hata you need to biashara, ask yourself questions. unastahili kujiuliza, What am I getting from this? nitapata nini kutoka hapa? If you want to open a supermarket, Ukitaka kufungua you must ask yourself a question. lazima ujiulize, What shall I receive in return? nitapata nini baadaye? If you want to be employed somewhere, Unataka kuandikwa you mahali, have a vision. una maono, What am I going to get from this? nitapata nini kutoka? Now you are here as a child of God, Uko hapa kama a servant of the Most High God, mtumishi wa Mungu, serving God. kumtumikia Mungu. What is this that you are going to receive at the end of the Hiki day? ambacho utapata siku When itakapokuisha. you get to know such like things, Ukienda kujua mambo kama have the haya, right answers on these matters, utakuwa na jibu then you kuu will kwa mambo haya. you will mean it on this matter of salvation. Utamaanisha kwa hii mambo ya uokovu. Anataka kuuliza swali rahisi. What do you think is the main reason why we are saved? Ni nini unachofikiria kwamba ambacho ni cha ukuu kwa nini tumeokoka? What do you think is the main reason why we are saved? Ni nini unachofikiria kwamba jambo kuu ambalo unafikiria kwamba tumeokoka? Now let me put this question in the right way, Analiweka vizuri so that you can answer it. ili ukaweze How kujibu. many of us are saved? Inua mkono juu. Ni wangapi wameokoka? Okay, hawa wengine hawajaokoka? Kujeni hapa niombe wokovu. Ona hawa. Bwana asifiwe sana. Wale hawajaokoka ije kujeni hapa niombe wokovu. Why did you get saved? Kwa nini uliokoka? So ulikuwa umeinua mkono, usiweke mkono chini. Inua mkono juu nikuchakue. So umeokoka? Mbona umeokoka? Inua mkono juu. Okay, wacha niulize tena swali. Kwanza yako ilikuwa juu sana na ikabaki peke yako, wengine wamesimama utueleze. Kwa nini umeokoka? Na unakaa smart, unakaa mbunge. Yes. Kwa ajili ya kumwabudu Mungu. Ameokoka kwa ajili ya kumwabudu Mungu. Uko na sababu nyingine? Mingi, lakini kuni hiyo. Kuni hiyo. Yeye ameokoka mwabudu Mungu. Mtumishi wa Mungu. Kwa nini umeokoka? Sababu kuu yangu kuokoka ni Sababu kuu yake kuokoka, nikapate uzima wa milele. apate uzima wa milele. Yeye amwabudu Mungu na yeye apate uzima wa milele. Na wewe si umeokoka? Niambie, kwa nini umeokoka? Wacha nikuja hii side. Kuanzia kwa kipotist mpaka pale mwisho. Kwa nini nyinyi mmeokoka? Unajua usiokoke vitu hujui. Bwana asifiwe sana. Yes please. Yeye aliokoka afanyike mtumishi. Haya. Mheshimiwa, wewe ni kansela MCA. Bwana asifiwe sana. Kwa nini uliokoka? Yeye ameokoka amtumikie Mungu. Wow. Kijana wetu mwanafunzi. Bwana asifiwe sana. Yeye inamaanisha umeokoka, si ndio? Kwa nini umeokoka? Yeye ameokoka asaidie wengine waokoke. To bring salvation to others. Wonderful. Wacha nikuje upande akina Judy pande hii sasa. Mjiandae hapa, nimefika. Na mimi nataka kuanzia pale nyuma wa mwisho. Si Biblia inasema mwisho atakuwa wa kwanza? Basi tuanze pale mwisho. Dadangu Brenda, mambo? Bwana asifiwe sana. Kwa nini umeokoka? Mtumikie. Jipigie makofi mazuri.
All the answers are right. Majibu haya yote yako sawa. But remember this. Lakini kumbuka hili, We too as his disciples, sisi hata kama wanafunzi filled by the Spirit of God, tumejazwa na roho ya Mungu. we are here sent for a purpose. Tuko hapa kwa ajili ya To sababu. tell the good news, to preach the gospel. Tukaweza kusema mambo makuu na The kuhubiri. book of Romans number 10 verse 14. Waroma 10:14. Yes, read on. Biblia inasema, hiyo ni Waroma 10:14. Yes. Basi wamwite yeye asiyemwamini. Wamwite yeye asiyemwamini. Nitaanza vizuri. Anza vizuri. Biblia inasema, The Bible says, basi wamwiteje yeye asiyemwamini? basi wamwiteje yeye asiyemwamini. Tena mwaminije yeye asiyemsikia? Umwaminije yeye usiyemsikia, usiyemfahamu. Tena wamsikieje pasipo mhubiri? Na pia mhubiri kama Benjamin utamtambuaje? That's so powerful. Can you repeat it again? Narudia. Anarudia. Waroma 10:14. Romans 10 verse 14. Basi wamwiteje yeye asiyemwamini? Wamwiteje yeye wasiyemwamini. Nakala nyingine yako inasema nini? Nani yako na kizungu? Nataka nakala ya kizungu pale inasema nini? Kizungu. Inasema, how then shall they call on him they who have not believed? How can they call to him they that have not believed? In other words, the people who don't know him, how can they call him? Watamwitaje? They don't know him. Hawamjui. You can never call my name if you don't know me. Huwezi kuniita jina langu When kama I'm passing hujui. by, you don't call my name, you can never call me. Ninapopita ndio huwezi kuniita nisipo But when you know my name, na unapojua you jina have langu that confidence of calling me. una ujasiri wa kuniita. Nikipita hapo nasema Benja, pastor, Simiyu. Inastuka na simama. Bwana asifiwe sana, because you knows me. Maana unanijua. So the Bible is asking a question. Biblia inauliza swali. How can you call him if you don't know him? Utaniita aje kama hunijui? How can you fellowship with him when you don't have that fellowship? Tutakuwa na ushirika aje na wewe kama hatuna wa ushirika? Are we together? Tuko pamoja. So you cannot witness what you don't have. Huwezi shuhudia kile ambacho hauna. You cannot preach what you don't know. Huwezi hubiri kile ambacho You hujui. cannot preach the Jesus you don't have. Huwezi kuhubiri Yesu siye na yeye. Are we together? Tuko pamoja. So you must have him Lazima uwe na njia so that you can now testify about him. ili ukaweze kumshuhudia. Read on. Inaendelea 15. Tena wahubirije wasipopelekwa? Wanahubiriwa aje wasipokuja? Sasa ukikaa kwa nyumba hii maneno utasikia wapi? Asifiwe sana. Amen. When you sit in your house, Ukikaa katika nyumba yako, how will you get to know these things? utajua aje mambo haya? How? Who will come to tell you there? Nani atakuja kukuambia? Hata wainjilisti wakikuja kwa nyumba hawezi kufunua mazito kama haya. Watahubiri tu maneno mawili matatu wakuombe na wakuache. But when you come and sit, you get it in full. Are we together? Amen. Read on. Inaendelea ni hiyo ni 15. 16. 16. Lakini si wote walioitii ile habari njema. Now that's the problem. Hiyo ndio shida. Not all Sio wote that have adhered to this word. walioitii habari hii. Not all Sio wote have accepted this true word of God. ambao wamekubali neno hili la kweli la Mungu. Not all. Sio wote. Even in churches. Hata kwa makanisa. Not everybody seated Sio yule yote aliyekaa accepts the word. anakubali neno. No. La. And that is why Judas was there among the 12. Na ndio maana sababu hata Yuda alikuwa pale kwa wale Pretending to be a follower. kujifanya kuwa mfuasi. Kumbe is the devil. Kumbe ni shetani. Mwambie jirani, you are not the devil. Wewe sio shetani. Because you are not Judas. Maana wewe sio Juda. Aonge? Ama yeye ndio Juda? Uliza wewe ndio Juda. Bwana asifiwe sana. Why do you fear when you are not the Judas? Mbona unaogopa na wewe sio Juda? Praise Jesus. Amen. 17. 17 inasema, basi imani chanzo chake ni kusikia. You can never have faith without hearing. Huwezi kuwa na imani pasipo kusikia. Faith comes
comes by hearing. Imani huja kwa kusikia. But now this one also depends on what you are hearing. Lakini sasa hii itategemea unasikia. This one does not mean hearing and everything. Hii haimaanishi kusikia kila kitu. You as a Christian, you need to be very careful on what you hear. Wewe kama Mkristo unastahili kuwa makini unachosikia. Even when you are watching our televisions, hata unapotazama runinga, there are channels you must not watch. Kuna vipindi vingine hustahili kuviona. Because you are a Christian, a child of God. Maana wewe ni Mkristo, mwana wa Mungu. So what you listen to, kile unachokisikiza, builds up your faith. kinajenga imani yako. So everything you feed your heart with, Kile unachoweka katika moyo wako, anything you release your eyes and your ears to hear, kile chochote ambacho unatoa masikio yako kusikia, it builds up your faith. inajenga imani yako. But now you can have a positive or a negative faith, Lakini sasa unaweza kuwa na imani ya ukweli depending on what you are hearing. kutegemea kwa kile ambacho unasikiza. What do you hear mostly? Sana sana wewe usikia nini? Which channels do you love most on your television? Unapenda vipindi gani kwenye televisheni? Mwambie jirani shauri yako na vipindi vyako. Sitakukataza kuangalia, wewe enda angalia. Bwana asifiwe sana. Hata mimi huwa naangalia. Bwana asifiwe, but I'm selective. Siwezi angalia zote. Wakianza zao natoa, naenda ingine. Wakianza vituko zao natoa, naenda ingine. Na hata wakinibona zima, naenda kulala. Sitaki kuharibu token na vitu hainisaidii. Sima hiyo kitu, naenda kulala. Makosa iko wapi? Bwana asifiwe sana. So why should I feed myself with the useless things? Mbona atazame vitu ambavyo havina maana? They're not building me up. Na havimjengi? Why should I waste my time there? Mbona akaweza kumaliza masaa yake I pale? go to sleep. Yeye hutoka na kwenda kulala. Yes. All right. To be a disciple of Jesus Kuwa mwanafunzi wa Yesu means to point people to him. kunamaanisha kuleta watu kwake. People to Jesus. Huwezi kujiita mwanafunzi kama huleti watu kwa Yesu. Because that is the greatest commission. Maana hiyo ndiyo jambo kuu. You are saved purposely to save others. Uliokoka ili kuokoa wengine. And that's why I sent you a message yesterday. Na ndio maana alikutumia ujumbe jana. That you have to come with your friend. Ili ukaweze kuja na rafiki. Show me your friend. Mwambie wakuoneshe marafiki wako wapi. Mwambie. Show me your friend. Wanakuja wako hivi. Unajua nitakuuliza mpaka ibada ishe mpaka niwaone. Bwana asifiwe sana. My point is this. Kipengele chake, To be a disciple kuwa mwanafunzi means to point people to him. kunamaanisha kuwaleta watu kwake. What's wrong kuambia tu jirani kuja twende church? Atakupiga. Kuna shida gani kuambia tu jirani kuja? Atakataa. Bwana asifiwe sana. Hata sisi wakati tulikuwa tunakuja tumeambia wengine kujeni, wamesema wanakuja. Tunawaangalia wakikuja tawaambia ni hapo. Because sisi pia hatuwezi kusema mambo tufanye. Bwana asifiwe sana. Amen. Tumewaambia tu walikuwa wanapika mandazi. Kwambia uza hii mandazi haraka haraka malize mkuje church. Wakasema tunakuja. Bwana asifiwe sana. So naamini mandazi jaisha. Ikiisha watakuja. Bwana asifiwe sana. Ikiisha watafanya nini? Watakuja. Hata wasipokuja leo, si sauti wameisikia. Itawasumbua tu mpaka watakuja. So why just do your part? Mkaribishe tu. Bwana asifiwe sana. And leave the rest to God. Na muachie Mungu mengine Mungu. Because a disciple points people to Christ. Mwanafunzi huleta watu kwa Mungu. That is not the work of the pastor. Hiyo sio kazi ya It mchungaji. is the work of the Ni disciples. kazi ya mwanafunzi. And now you are disciples. Sasa wewe ni mwanafunzi. Not disciples to the pastor. Sio mwanafunzi kwa mchungaji. Disciples to Christ Jesus. Mwanafunzi kwa Kristo. Point people to him. Walete watu And bring them to the church. na ukaweze So that the pastor can teach them ili mchungaji akawafundishe how to go about salvation. jinsi ya kwenda na wokovu. Umesikia vile inaenda? Umesikia vile inaenda? Don't point people to Pastor Smith. Usiwatume watu kwa mchungaji. Tuma watu kwa Kristo. Na walete church ni waoneshe njia ya Kristo. That is the work of missionaries and that is the work of disciples. Hiyo kazi ya wanafunzi. Are we together? Amen. Point people to him.
walete watu, Tell them that Jesus loves you. waambie kwamba Yesu That he died for you. kwamba And is ready to forgive your nako sins. tayari kuwasamehe dhambi zao. That is all. Na hiyo ni yote. It means to tell the old. Inamaanisha kuambia ya kale. Yes, the old story of Jesus. Kuambia mambo ya kale ya Kristo. And his love. Na upendo. So that they will know him and begin to worship him. Ili wakaweze kumwabudu. You know, these are not new things. Hizi sio vitu mpya. They are not new things. Sio vitu vigeni. This is the story of the old. Hii ni story kwa mambo ya kale. We've been preaching about this for years now. Tumekuwa tukihubiri kwa miaka. And many great people preached about this again. Na pia watu wakuu wamekuwa wakihubiri. Pointing people to him. Kuwaleta watu kwake. You are a disciple. Wewe ni mwanafunzi. This is the month of June. Huu ni mwezi wa 6. Purpose to bring 10 people to Jesus. Kusudia kuwaleta watu 10 kwa Kristo. A young man told me, kijana mmoja alimwambia, Pastor, mchungaji, but me I'm not a pastor. mimi si mchungaji. How can I preach to people Nitahubiria aje watu and bring them to church? na kuwaleta kanisani? Na akamuuliza kijana huyu swali. A very simple question. Swali rahisi. Are you married? Umeoa? The young man said yes. Kijana akasema ndio, With 2 children. na watoto 2 pia. How did you succeed to bring this lady from her parents? Ulifaulu aje kumtoa mwanadada huyu kutoka kwao mpaka kwako? And you can fail to bring one to Christ. Na unaweza kukosa kuleta mmoja kwa Kristo. Wewe ni muongo. Isn't it so? Si ni mkweli? Isn't it so? Yes. My brother, umeenda mpaka umewin. Umetoa msichana kwa wazazi wake. Anaamua kubeba nguo zake kwa backpack. Anakuja kwako. Anawacha kabisa wazazi wake completely. Anakuja kuishi na wewe. Wewe wesi peleka mtu kwa Kristo. Aishi na Kristo. Hata ujumbe imeingia mpaka hata amesahau nguo. Anawacha anatoka kwa dirisha usiku. Na imeisha hivyo. Then you cannot point one person to Christ Jesus, sure. Bwana asifiwe sana. How comes? You have a task, my brother. Una kazi ndugu yangu. You have a duty, my sister. Una jukumu. Yes, you have a duty. Una jukumu. And that is why wale wa ufalme mwingine, they are doing a great campaign. A great campaign. They are not sleeping. Hawalali. They want to make sure they have full numbers. Wanataka kuhakikisha kwamba wana namba kubwa. They are working. Wanafanya kazi. Confusing people every day. Kuchanganya watu kila siku. But you as a child of God, you need to wake up. Wewe kama mwana wa Mungu unastahili kuamka. You need to know these things. Unastahili kujua And begin working out the right thing. Na kuanza kuifanyia kazi kwa njia inayostahili. Are we together? Tuko pamoja. Somebody to read Matthew number 28 verse 18. Kitabu ya Mathayo 18. 28 verse 18. 28. 18. Yes. Biblia inasema, The Bible says, Yesu akaja kwao. then Jesus came unto them. Akasema nao. And he talked to them. Akawaambia. And he told them, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. I have been given all the powers in heaven and on earth. Basi enendeni. Now I command you to go by the same powers. Kwa nguvu zile zile, kwa kuwafanya mataifa yote kuwa wanafunzi. Go and make all the nations to become my disciples. All of them. Wote. All of them. Wote. Not leaving out even one. Pasipo kuacha hata mmoja. Mkiwapatiza kwa jina la Baba, baptizing them in the name of the Father, na la Mwana, the Son, na la Roho Mtakatifu, and the Holy Spirit. I'm commanding you. Ninawaamuru. Go Nendeni. and make
all the nations mkawafanya mataifa wote my disciples. kuwa wanafunzi I'm wangu. commanding you this. Kuwa Go enendeni and make all the nations, kuwafanya mataifa wote wote my disciples. wanafunzi wangu. How many have you met? Ni wangapi umewafanya? How many have you reached? Ni wangapi umewafikia? What are you doing? Unafanya nini? What is the meaning of your salvation? Wokovu wako unamaanisha nini? Where are the fruits of your salvation? Matunda ya wokovu yako iko wapi? Not enough to come and sit and listen and go back. Haijatosha tu wewe kukuja It's not enough just to sing. Sio kutosha tu It's kuimba. not just enough for me to preach. Sio kutosha tu ya It is kuhubiri. more than that. Ni zaidi. What is this that you are doing? Ni nini vitu ambavyo What is navifanya? this that I'm doing in this kingdom? Ni nini hiki ambacho nakifanya katika ufalme? Go to the whole nations. Enendeni mataifa. Speak about me, Jesus. Kahubiri kunihusu mimi. Testify about the great miracles I've done. Kashuhudie mambo yote ambayo nimeyatenda. Let people be changed Wacha completely. watu wakabadilika Let kabisa. people be transformed Wacha completely. watu wakabadilishwa Let kabisa. people have my revelation. Wacha watu wakawa na We cannot escape that. Hatuwezi We cannot accept that. Escape that. hatuwezi liepuka. Remember this. Kumbuka hili. This one is very important to be reminded. Hii ni muhimu sana kukumbuka. Very important to be Ni reminded. muhimu sana kwa kukumbusha. Number one, Ya kwanza, we were dead in sin tulikuwa tumekufa kwenye dhambi and trespasses. na hata pia Makosa mengi. kuwa na makosa mengi. Hatujui Kiswahili, tupigie makofi. We were dead in sin Tulikuwa tumekufa kwenye dhambi and trespasses. na kuwa na makosa mengi. We were dead. Tulikuwa tumekufa, Though we were walking, ingawaje tulikuwa tunatembea, but we were dead. lakini tumekufa. Allow me say something. Mruhusu aseme jambo. You know, Unajua, when you want to know that you are alive, ukitaka kujua kwamba wewe ni uko hai, it is your spirit ni roho yako that is alive. ambayo iko hai. When your spirit is dead, Roho yako inapokufa, no matter and however you may walk, hata utembee kinamna gani, you are just useless. wewe ni bure tu. It is just amkepe walking. Ni mkebe inatembea tu. Mwambie jirani wewe si mkepe. Na kama semi wenda ndiye mkepe. Bwana asifiwe sana. Your spirit must be active. Roho yako lazima ikuwe inafanya kazi. Knowing the things of God. Kujua mambo ya Mungu. Working out salvation with fear and trembling. Kufanyia wokovu kwa kutetemeka na kuhofu. Your spirit must be alive. Roho yako lazima iwe hai. It must be alive. Lazima iwe hai. And you know, Na unajua, a man has a battle. mwanadamu ana jukumu, ana vita within himself. kwa yeye mwenyewe. Did you know that? Unajua hilo? Ushawahi ona hiyo? A real man. Akona vita ile within. You know, a human being is divided in 3 sections. Unajua, mwanadamu amegawanywa kwa sehemu 3. Wala ambao wamesoma kidogo wanaweza kutueleza. Siku moja niliuliza swali mahali, mwanadamu ni nini? Mmoja akaniambia mwanadamu ni mnyama. Na mwingine akasema mwanadamu ni mtu. Mwingine akasema mwanadamu ni wewe na mimi. Na mimi nakuuliza mwanadamu ni nani? Inua mkono. Asubuhi niliuliza swali hapa ilinichanganya sana. Yesu alizaliwa Bethlehem ama Nazareth? Watu hawajui. Wapigie makofi wale walikuwa asubuhi. Sikupata jibu. Yesu alizaliwa Nazareth ama Bethlehem? Hawajui. Hey. Niulize tena zaidi. Okay, ngoja kwanza kabla niulize hiyo. Mwanadamu ni nani? Inua mkono. Swali imekuja. Nimeona mtumishi Mwanadamu ni roho. Yeye anasema mwanadamu ni roho. Na wewe? Mwanadamu ni nani?
Okay, wacha niulize vizuri. Nani ambaye ni mwanadamu hapa? Inua mkono kama wewe ni mwanadamu, inua mkono. Sasa wewe ni kitu gani? Mwanadamu. Kiumbe. Kiumbe cha Mungu. Kilicho hai. Ameongeza kiumbe cha Mungu kilicho hai. Ninaona ni kama unainua mkono. Mwanadamu ni roho, mwili na nyama. Mwanadamu ngoja kwanza. Amesema ngoja. Amesema mwanadamu ni roho, mwili na nyama na mifupa. Amesema Kiswahili imemshinda. Wacha aweke kwa Kizungu. Sasa amekuja kwa Kizungu na amesema mwanadamu ni body, soul and spirit. Pigie makofi. Kumbe Kiswahili ni ngumu. Mwili na mifupa. Mwanadamu, sikiliza. Ukiulizwa swali, jibu rahisi ni hivi. Mwanadamu ni roho iliyoshikanishwa na nafsi ikaayo ndani ya mwili huu. Umenielewa? Mwanadamu ni roho iliyoshikanishwa na nafsi ikaayo ndani ya mwili huu. Sasa the real Benjamin Simiyu you are saying is not this body. Not this body. Sio mwili huu. That is why sometimes unaona mtu anakuambia wewe unijui. Ujawahi mtu anaongea hivyo? Sema wewe unijui. Unijui wewe unijui. Kibodis, umeona mtu anasema hivyo? Na ukiona mtu anasema unijui, usiendenge karibu na huyo mtu. Maana sura yake halisi itakapotoka, yale matokeo yatakuwa hapo ni mambo tofauti. Yaani yeye sasa atakuja kujidhihirisha yeye mwenyewe sasa ni nani. Na wakati anajidhihirisha yeye ni nani, ile vitu itaonekana hapo ni tofauti. Uliza wana wa Skeo. Wana wa Skeo walienda kutoa pepo. Pepo akawaangalia akasema alright, nyinyi ni wazuri sana. Hata Yesu tunajua, Peter tunajua. Hata huko Paul tunajua. Na nyinyi watu kumbafu, foolish people. What do you want from us? So we want to reveal yourself to know that we are the devil. They did wonders. Sio kweli? They did wonders. Walifanya vituko. Kwa hivyo wewe kitu cha kwanza ni kuhakikisha your spirit is alive with Christ. That is point number 1. Roho yako iko hai na Kristo. That is point number 1 and which is very very important. Ndicho kipengele cha kwanza ambacho ni cha muhimu. When your spirit is connected with God, roho yako inaposhikanishwa na Mungu, then you are alive in Christianity. Wewe u hai ndani wa Kristo. When the spirit is not connected, kama roho haijashikanishwa, it becomes a problem. Inakuwa ni shida. Na nimekwambia mwanadamu anakuwa na vita within. Unaona hii mwili tunakaa nayo ni mbaya kabisa. Na ndio inafanya watu wengi waende jehanamu. Unataka kuja kanisani na mwili nakwambia umechoka. Lala. Hujawahi ona hiyo? Umeenda kwa kesha kwa maombi na mwili nakwambia enda pale kwa kona ombe pale kwa kona kwa kiti. So ukifika hapo unaanza kuota unapika chapati, unapika kuku. Uko. Watu wako kesha wanaomba na huko kwa gari unaenda usiku. Unaenda Amerika, umepanda ndege, una fly na watu wanaomba. Ona maneno. Bwana asifiwe sana. Amen. Jioni unataka kuomba, mwili nasema panda kwanza kwa kitanda ujifunike blanketi, uombe ukiwa kwa kitanda. Umechoka sana. Sasa unaingia kwa blanketi unaanza kuomba. Na vile utamaliza maombi ujui, sasa ukiamuka saa 8 usiku, amen, na ujui umeomba nini?
Wacha hizo. Amen saa 12 asubuhi. Unajua wengine wanalalanga express. Kisha lala ni saa 12 ndio anaamka hata saa 2 asubuhi. Analala express. Alam ndiye mwamuzi. Na hata mwingine hiyo alarm ikianza kupika tena napeleka mkono na zima. Inachokoza itapiga kelele. Alale kidogo tena. Na ina mwamuzi anamwambia saa ya kuomba imefika. Amen. Sasa vita ile iko ni kwa ajili ya mwili, sababu najua mwili nataka kufanya mapenzi ya shetani. Mapenzi ya dunia hii. Na roho inataka kufanya mapenzi ya Mungu. Sasa ukitaka kuwa strong katika masuala hii ya Kikristo, unahakikisha roho yako imeshinda matakwa ya mwili, umefaulu. Lakini mwili ikishinda ya roho, sasa ni mwili na control wewe, huwezi toboa hii masuala ya Ukristo. Na ndio maana utafanya dhambi kila siku, sababu mwili bado ina nguvu. Sasa ukitaka kufaulu, Paulo anasema I put my body under subjection, ya kwamba it must obey the will of God. Unaona? Yaani mwili ni lazima itii yale roho anasema. Hayo ndio maneno Paulo anasema. Lakini kama mwili wako haiwezi kukuwa subjected under the spirit of God, then basi wewe utabaki tu mwenye dhambi na utafanya tu vituko, hata hakuna kitu na kuhukumu, dhamira zimekufa. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa hivyo ni kufisha kabisa matakwa ya mwili. Na uache roho wa Mungu awe active. Roho wa Mungu akiwa active, jambo yote ya dhambi ikikuja, roho wa Mungu anakuambia hii wacha. Lakini ukiona dhambi unaingia tu unafanya na hata hakuna kitu inakwambia hii ni makosa, wewe roho wa Mungu hakuna. Wewe unaishi tu mtu wa kawaida wa kimwili. Na hiyo ni hatari. Bwana asifiwe sana. We were dead in sin. Tulikuwa tumekufa kwenye dhambi and trespasses. Na maovu mengi. Ephesians chapter number 2 verse 1. Wa Efeso 2:1. Ephesians number 2 verse 1. Wa Efeso 2:1. Biblia inasema, nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu. Unaona? Yaani mtu yeyote ambaye anafanya makosa na dhambi ni mufu. Ni mimi ndio nimesema. Rudia tena. Ati nini? Nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi. Nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu. Watu wote ambao wanafanya dhambi ni wafu according to that scripture. So unatembeanga ukiwa mufu. Ni vile tu itawekwa kwa sanduku. Sasa unatembea tu kwa parapara. Mufu anatembea kwa parapara. Watu wanaona ni mtu. Unaona? Tulikuwa wafu katika dhambi na makosa, ambazo muliziendea zamani kwa kuifuata kawaida ya ulimwengu huu. Na kwa kumfuata mfalme wa uwezo wa anga, roho yule atendaye kazi sasa katika wana wa kuasi. Unaona? Roho yule atendaye kazi kwa wana wa kuasi. Tumetumikia ulimwengu wa giza. We were very dirty. Dead in those things. Dead in those things. And when you want to know that you are now alive in Christ, na ukitaka kujua kwamba uko hai kwa Kristo, and your spirit is very active in Christ, na roho yako inachochea kwa Kristo, iko sawa kwa Kristo, you must hate that you loved most when you are sin. When you want to know that the spirit is powerful and working in your life, ukitaka kujua kwamba roho iko na nguvu na inafanya kazi ndani mwako, your spirit is rightly connected with the Spirit of God. Roho yako imeshikamana na roho ya Kristo. You are now a perfect person in Christianity. Wewe ni mkamilifu katika Ukristo. You must hate that which you loved most when you are a sinner. Lazima uchukie kile ulichokuwa ukifanya ulipokuwa kwenye dhambi. Lakini kama bado unapendeleza hiyo na unakumbatia, bado haujafika. Unanielewa?
bado. Na hii mambo tunazungumuza hayawezi kuwa very effective in your life because we bado ni mtu wa dunia. We bado ni mtu wa dhambi na vituko na visarakasi. You will not go far. So hii ni kuivisha kabisa iende. Sasa unafanyika kiumbe kipi? Bwana asifiwe sana. Paulo anaongea mambo mazito sana. Na anasema kuishi kwangu si kwa sababu yangu, ni kwa sababu yake. Na kile mwili wake inafanya si kwa sababu yake, ni kwa sababu ya yule aliyemtuma. Wewe unafanya hiyo vitu unafanya kwa sababu ya nani? Unanipata vizuri? Yale unaoyafanya yanadhihirisha yule unayemtii na kumhenzi. Sasa wewe unaweza jipike hesabu zako na upate majibu. Hapo nimetoka. Jipigie makofi. We were by nature children of wrath. Kwa hali ya halisi tulikuwa wana ambao tumefungwa. Ephesians number 2 verse 3. Waefeso 2:3. Inasema Ndio. Ambao zamani sisi sote nasi tulienenda kati yao. Tulienenda kati yao. Katika tamaa za miili yetu. Katika tamaa za miili yetu. Tulipoyatimiza mapenzi ya mwili na ya nia. Kuyatimiza mapenzi ya mwili na nia. Tukawa kwa tabia yetu watoto wa hasira kama na hao wengine. Tukawa watoto wa hasira kama wale wengine. Yani watu wa kawaida. Watu wa kawaida. Bwana asifiwe sana. Amen. Ile vitu umefanya ni ajabu. Hata ukiwa umelala unasikia tu kitu inasukuma wewe uamke, uende kwanza mahali fulani. Unachukuta tu umeamka. Na umeokoka. Bwana asifiwe sana. Amen. Lakini unachukuta umefanya nini? Na umeokoka. Sasa wokovu inakusaidia nini? Inakusaidia nini? Na wewe mwili imekutawala. Ikikuamuru toka unatoka. Sasa wokovu inasaidia wapi? Wapi? Bwana asifiwe sana. Amen. We were by nature children of wrath. Tulikuwa wana ambao ni wa dhambi. Like the rest of mankind. Kama watu wengine wa kawaida. So the point in this is this. Kipengele kikuni hiki. That the problem is not just in what we do. Shida sio kwa yale ambayo tunayafanya. But the problem is in what we are. Shida ni kwa yale ambayo tuko. The problem is not what we do. Shida sio kwa yale tunayotenda. The problem is in what we are. Shida ni kwa ile ambayo tuko. You are not my main problem. Wewe sio shida yangu. My parents are not my main problem. Wazazi wangu sio shida yangu. My enemies are not my main problem. Maadui zangu sio shida yangu kuu. I am my main problem of myself. Mimi mwenyewe shida yangu kuu. Mwambie jirani mimi mwenyewe. Mimi mwenyewe. Tingiza jirani alafu umwambie jirani mimi mwenyewe. Ndio shida yangu kubwa. Ndiyo shida yangu. Sio wewe. Si wewe. Na hata si shetani. Na si Mungu. Si pastor. Si kanisa. Mimi mwenyewe ndio shida yangu kubwa. Utaki kuongea na sauti, ongea na sauti. Mwambie mimi mwenyewe ndio shida yangu kubwa. Sababu umekataa kufanya uamuzi. Wewe bado na sita. Dambu nafanya kidogo, Ukristo pia unahubiri kidogo, nafanya Ukristo kidogo. Na hiyo ndio problem hiyo kwa Wakristo wako na. Bwana asifiwe sana. Jumapili na kwanza siku mzuri sana tumeokoka mpaka hata Yesu akikuja Jumapili. Hey, sisi zote tuko mbinguni. Na akikuja Jumatatu. Uko wapi? Jumatatu anakupata wapi?
Umeenda hapo kuchilengula indemo ndio kisakula. Na Jumapili Yesu ni Bwana, haleluya haleluya. Jumatatu ukisakula inte. Mwambie jirani wacha hizo. Wewe ni mtoto wa Mungu. Unaenda mbinguni. Wacha kujichanganya. Zamani wa shule tulikuwa tunasoma habari ya fisi. Fisi anapenda nyama. Sasa fisi nafika njia panda na nuka, nyama inanuka njia hii na njia inashangaa na upepo inachanganya. Sasa naangalia hii inanuka pande mbele inanuka pande hii. Sema mimi ni mjanja kabisa, hii nyama paka nakula. Miguu moja kwa njia, ingine ikae hivi. Ndivyo wa Kristo wako. Mguu moja kwa Kristo, mguu ingine pande hivi. Nikikosa hapa nitapata hapa. Mwambie jirani shauri yako. Story ya fisi itatendeka kwako, mwambie. Mwambie pastor ameacha hiyo. Sasa shauri yako. Ama wewe ni yule fisi. Na mbona uongei? We loved darkness and hated the light. Tulipenda giza na tukachukia mwanga. We loved darkness. Tulipenda giza. Hated the light. Na tukachukia mwanga. That is why many sins are done in darkness. Na ndio maana dhambi mingi hufanyika kwenye Because giza. people fear doing them in the daytime. Maana watu wanaogopa kuifanya Because they know it is bad. maana wanajua kwamba They know it is bad. maana wanajua kwamba ni mbaya. So why are you doing it when you know it is bad? Mbona unafanya ukijua ni mbaya? So if you think it is good, why can't you do it plainly or in daytime? Na ukifikiria ni mzuri, mbona usifanye kwa mwanga? Wao ukikula ugali na kuku nakula kwa giza. Bwana asifiwe sana. Ugali unakunywa soda, unakunywa chai, unakunywa kwa giza, umezima taa. So what you do in darkness, Kile unachofanya kwenye giza, even you yourself, you know this is not right. hata wewe mwenyewe unajua kwamba hii si mzuri. Bwana asifiwe sana. Nasema uongo. Si hata wewe mwenyewe unajua. Na ndio maana lazima ujifiche. Because najua it's wrong. John number 3 verse 19. Yohana 3:19. Biblia inasema, na hii ndiyo hukumu. And this is the judgment. Ya kuwa nuru imekuja The light has come into the world. Na watu wakapenda giza And the people loved darkness rather than the light. Kwa maana matendo yao yalikuwa maovu. Because their works are evil. Mabaya. For everyone who does wicked things hates the light. Wala haji kwenye nuru. And it does not come to the light. Matendo yake yasije yakakemewa. Lest his works should not be exposed. Sasa yale maneno pastor anasema si yake, ni maneno ya Yesu. Wale wanaopenda giza, mambo yao iko kwa giza sababu wanaokopa. Wakifanya kwa nuru, mambo yao itawekwa wazi. Wataibika. Bwana asifiwe sana. Amen. Na Yesu akazungumza akasema iko siku inakuja hata yale yaliyofanyika kwa siri yataanikwa juu ya mabati na watu wote wataona. So wewe endelea tu kufanya kwa siri. Siku ikifika tutajua. Mwambie jirani tutajua. Weka tu siri. So mwambie jirani endelea kuweka siri. Ni siku tu tunahesabu. Mwambie ni siku tu tunahesabu. Ikifika mwisho tutajua tu. Mwambie jirani tutajua. Hata pastor atajua atakuita. Mwambie. Mwambie pastor Mungu atamwambia na atakuita. Na akikuita hapana toroka. Bwana asifiwe sana. Unasikia pastor Benita. Siwezi hata hiyo kanisa kwenda tena. Ile kono umekata. Nitakufuata mpaka mahali umeenda. Bwana asifiwe sana. Usitoroke. Usikate kona. Na usiingie katika dhambi. Sababu dhambi itakupeleka kuzimu. Mtu wa Mungu. Hiyo ujue kabisa. Dhambi itakupeleka. Dhambi mshahara wake tu ni mauti. Inakupeleka tu kuzimu. Sasa ile maisha ambao umeishi hapa. Yote umefanya hasara. Afadhali basi ungeishi.
Umeelewa hiyo maneno? Umeelewa hiyo maneno? Wonderful. Na mchangechangeko pesa kidogo tuwekeko kiburi hapo. Unaona niko natoroka jua inapiga kipara yangu umekuja hapa. Unaona natoroka hapo. Kipara inachomeka. Mtoto weko pesa haraka haraka. Tuwekeko kaema hapa. Pastor asimameko mahali pazuri. Yaani nyinyi mnaona mzuri sana pesa anachomeka mpaka nakuja hapa. Bwana asifiwe sana. Na mimi naomba tu mnisaidie 2,000 tu tununue kitu tuweke. Na mtaki. Mwambie jirani sawa tu. Wacha tu pastor achomeke. Mwambie jirani. Nitaruhusu basi nywele imee. Our hearts were hard like stones. Mioyo zetu zilikuwa migumu kama mawe. Mioyo ilikuwa ngumu kama mawe. Mioyo ngumu kama mawe. Hii mawe ukifinya inaweza finyika. Roho yako ikiwa kama hii mawe iko shida mingi sana. Roho yako. Roho ya Mkristo ifai kuwa hivi. Roho ya Mkristo ifai kuwa hivi. Inafaa kuwa soft. Tunaelewa vizuri? And that's why Mungu akasema nitatoa roho ya mawe niweke roho ya nyama. Sababu ya roho ya nyama ukifinya inafinyika kidogo. Lakini hii ni ngumu sana. Na wengine wa Kristo wengine wako hivyo tu. Wako hivyo. Hata kama hapo na makosa. Ukimwambia makosa yake anakaa hivi. Kuna mnyama niliwaambianga huko kwetu anaitwanga sivulu. Mnajuanga sivulu? Mwambie jirani sivulu. Mwambie jirani sivulu. Sivulu mbavu yake haiko soft, iko straight. Sasa hata akikufuata hana ile kupenduka ile ya kona kama hiyo. Akikufuata hata akikuja ndio huyu ukiruka tu hapa kidogo hawezi kupenduka, anapita kwanza. Sasa aenda chukue network huko ndio arudi tena. Unaona sasa? Sasa Wakristo wengi wanakaa sivulu. Yaani vile ameenda ndivyo ameenda, hata upiri mpaka wanguke chini, yeye ameenda na hiyo njia yake. Hata upiri mpaka wanguke chini, mpaka uchukua anointing yote mwake kwa kichwa yake ijae mpaka chini. Yeye ile njia akitoka hapo kwa hiyo anointing tena amefuata ile njia yake. Hawezi change. Na nafikiri anaenda mahali wendi, wewe ushapo hapo. Hakuna mahali naenda. Mtu mzuri anasikianga maneno anasema na hii maneno imeongewa lazima niangalie. Unaweka break kidogo. Bwana asifiwe sana. Mwambie jirani weka break kidogo. Mwambie jirani weka break kidogo. Nakuja karibu. Nikitoroka jua nakuja hapa. Mwambie jirani weka break kidogo. Siongee na sauti kubwa. Weka break kidogo. Mwambie wewe hapana sivulu. Na mimi sijui sivulu kwa Kiswahili anaitwa nini? I don't. Mimi najua tu kwa lugha ya kwetu sivulu. So Kiswahili wewe unaenda utafuta na Kizungu, mimi sijui. Amesema unaweza change tu unaita kwa Kizungu sivulu. This judge is good. Sometimes we need to change. Wakati mwingine tunahitaji kubadilika. The things you think you know, vitu unavyofikiria unavijua, sometimes may not be very important and profitable to you. Wakati mwingine haviwezi kuwa vya maana na hata vya muhimu kwako. Those are the things fooling you. Na hizo ndizo vitu ambavyo vinakupumbaza. And you think you are very clever. Na ukafikiria kwamba wewe ni mwerevu. Ezekiel 36:26. Kitabu ya Ezekieli 36 26. Ezekiel 36:26. Very powerful. Ezekieli
36 26 kidogo. 36 26 26. Biblia inasema, the Bible says, nami nitawapa ninyi moyo mpya. I will give you a new heart. Nami nitatia roho mpya ndani yenu. I will put a new heart in your lives. Nami nitatoa moyo wa jiwe uliomo ndani ya mwili. I will remove that the heart of a stone in you. Nami nitawapa moyo wa nyama. Na nitaweka ndani yenu moyo wa nyama. But only if you accept. If you don't accept, you remain with that a stony heart. And go to hell with it. Ukikubali, ataweka moyo wa nyama ndani mwetu. Si amesema? So that you can now begin working out the things he requires. Ili ukaweze kufanya vitu ambavyo vinahitajika. Lakini kama wewe ni zibulu, you will just continue your way. Na huko utapatana nayo huko. Ndio utakuja kusema I wish I knew. Yes.